Habari ya uzima ndugu zangu, na wasalimu kwa jina kuu, kwa jina lote, jina la Mwenyezi Mungu. Ngoja niende moja kwa moja kwenye pointi. Naitwa Dr. Chris, mimi ni mtumishi wa afya chini ya Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupo kwa ajili ya kusaidia jamii, na ngoja niende moja kwa moja kwenye pointi. Chanzo namba moja cha maumivu ya mgongo chini ya kiuno hapa kiunoni. Maumivu yoyote ya mgongo, maumivu ya mgongo kiuno ya mgongo hapa kiunoni, hapa chini kiunoni hapa. Chanzo namba moja kabisa cha maumivu ya mgongo kiunoni. Nilikuwa kuna siku nimekaa kwenye TV pale, nikawa naangalia TBC. Daktari mmoja mkubwa sana wa mifupa, mtaalamu, anajua sana kuliko mimi. Akauliza swali. Chanzo namba moja akauliza swali pale, na kaenda kabisa na mfupa wake nini, skeleton nini, kapata nafasi kwenye TBC 1. Akauliza swali, akauliza chanzo cha mifupa, chanzo cha mgongo kuuma ni nini kiuno? Chanzo cha kwanza ni nini? Akajibu ni uzee na kukaa sana. Tukajiuliza, mimi nikasema labda na point nyingine. Akasema ni uzee na kukaa sana, akaelezea. Nikasema hicho sio chanzo. Watu walikuwa wanakaa sana tokea zamani. Na kuna watu wanakaa sana ofisini, wengine wakai sana, wengine wanapata maumivu ya mgongo wao hapati, na wala sio wazee. Umeona? Chanzo namba moja alishindwa kutaja kwa sababu daktari wengi wanafundishwa kuhusu kemikali, medicine, kuhusu dawa. Na kutiba ya kwanza ya Mwenyezi Mungu ni chakula na nutrition na medicine. Umeona? Hiyo ndio medicine ya kwanza. Ni mimea na chakula. Umeona? Fahamu chanzo namba moja kabisa cha maumivu ya kiuno, original kabisa. Maumivu yoyote ya kiuno, kisia dalili za kiuno, maumivu yote hapa. Cha kwanza kabisa ni mapungufu ya vitamin D. Haijalishi uko umri gani, haijalishi wewe ni mzee, haijalishi wewe ni kijana, haijalishi uko umri gani. Umri wowote ule, ama madini yakipungua ndani ya mwili, vitamin D, unapata maumivu ya mgongo wa chini ya kiuno hapa chini kabisa. Unapata kwa sababu gani? Hii ndio dalili ya kwanza kabisa ya mapungufu ya vitamin D, ni maumivu ya mgongo wa chini. Vitamin D inapatikana wapi? Umeona? Na vitamin D inasaidiaje kwa mifupa? Umeona? Vitamin D chanzo chake kikubwa kabisa namba moja cha vitamin D ni jua. Jua lililowekwa na Mwenyezi Mungu. Vitamin D inahusika kujenga mifupa. Vitamin D ndio inayofanya madini ya calcium yaingie kwenye sehemu husika. Vitamin D ndio inafanya madini ya calcium yafyonzwe na mwili yafike sehemu husika. Haya ndio yanajenga mifupa, lakini bila vitamin D calcium haiwezi kufanya kazi. Yaani utapata vitu vya ajabu, itaenda calcium sehemu nyingine kwenye moyo. Unaona matatizo ya moyo, itaenda kwenye sehemu ambayo itajiki. Bila vitamin D ndio inafyonza calcium hii iingie kwenye mifupa pale. Na vitamin D inapatikana kwenye jua. Na kuna propaganda moja ambayo watu wanayo sana mtaani, na hata wataalamu wanaambia watu, yaani bwana wewe acha. Wanaambia jua pekee lenye vitamin D ni jua la asubuhi. Unaona? Jua la asubuhi ndio vitamin D. Sio kweli, sio kweli. Jua lenye vitamin D, jua muda wote lina vitamin D. Jua la asubuhi lina vitamin D, jua la mchana lina vitamin D, jua la jioni pia lina vitamin D. Jua muda wote likitoka linatoka duara hivi. Ukiona jua duara, mionzi ya vitamin D ambayo inaitwa UV rays, ultraviolet rays, ultraviolet rays inapatikana muda wote kwenye jua. Ila asubuhi inakuwa ni salama, sio kali sana liwezi kukumiza. Kwa jua la asubuhi unaweza ukakaa muda mrefu na bila kukuletea madhara hata lisali moja hata masaa mawili. Ila jua la mchana ni kali sana. Kwa hiyo unaweza pia kitu chochote kizidi ndani ya mwili kinaleta madhara, na chochote kipungua ndani ya mwili kinaleta madhara. Chochote kile. Umeona? Kwa jua la mchana kukuchoma kupitiza kiasi ni rahisi sana. Naona kuna muda maalum wa namna kutumia jua la mchana, nitawaelekeza. Ukilikosa la asubuhi unakaa mchana muda gani bila usipate madhara, naelekeza. Na jua la jioni haina nguvu, vitamin D yake ni ndogo sana, haina nguvu pia.
Kwa jua la jioni unaweza kumweka mtoto, hata la asubuhi unaweza mtoto. Umeona? Wewe mtu mzima hata ulikosa asubuhi, la jioni unaweza kutumia la mchana. La mchana natakiwa ukae muda gani? Naelewa kuna watu hapo, oh jua la mchana kali, itaniumiza. Kuna muda maalum. Kwa nikwambie kitu. Ukitaka mimi jua muda wote na vitamin D, wenzetu wa nchi za nje huko ambao hata jua wanataka walioni hata mwezi wiki, likitoka usiku wanalikimbilia kupata vitamin D, likitoka mchana wanalikimbilia kupata vitamin D, likitoka asubuhi wanalikimbilia jua kupata vitamin D, kwa sababu jua muda wote lina madini ya vitamin D. Jua halina madini ya vitamin D. Jua lina mionzi inaitwa ultraviolet rays. Hii mionzi ndio inakupiga wewe, inabadilisha ndani ya mwili mafuta fulani ndani ya mwili, cholesterol ndani ya mwili maalum, ndio inabadilika inakuwa vitamin D kupitia mionzi hii ya jua. Jua linapokupiga linachangia katika hatua ya kubadilisha hiyo mafuta fulani maalum ndani ya mwili kuwa vitamin D. Vitamin D3 taalamu nitaelezea siku nyingine. Hii ndio active form of vitamin D. Hii ndio active ambayo iko active inafanya kazi. Sasa jua la mchana inatakiwa ukae, kama ukilikosa jua la asubuhi au jua la jioni ukalikosa, inatakiwa ukae kwa jua la mchana. Kwa mfano jua la mchana inatakiwa ukae kwa muda wa dakika 30 au 45 ukiwa umelikosa jua siku zima, au jana umelikosa jua siku zima, inabidi ukae dakika 30 mpaka 45. Kwa sababu gani inabidi ukae hivi? Na kama leo umekaa, kesho unaweza kuepuka, kesho kutwa ukakaa tena. Mbona unakaa unakaa kila baada ya siku moja unakaa interval. Ukiwa unalikosa la asubuhi labda mabano, la jioni umebano. Watu wanakuta wanapata matatizo ya mgongo ya chini sio kwa sababu ya kukaa ofisini. Kile sio chanzo namba moja. Unapokuwa unakaa ofisini sana, ina maana unatumia madini hayo ndani ya mwili ambayo kazi yake ni ku maintain mwili kuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo unavyotumia vile mgongo unapokaa sana pale, ndio madini yale yanapungua. Alafu unakuta sio tu yanapungua, unakuta pia wewe mwenyewe maisha yako, umetoka nyumbani asubuhi umeingia kwenye gari. Umetoka kwenye gari asubuhi umeingia kwenye ofisi, ndani ya jengo. Yaani muda wote jua ulipata. Wewe juani wewe au kae juani, wewe juani unapita tu. Ukitoka ofisini juani unapita unaenda kwenye kibanda kibanda hicho kinakumulika. Yaani muda wote kuna kitu juu yako kwa sababu umetuaminisha jua ni baya. Nitaelezea topic nyingine kuhusu jua. Jua si mchezo. Jua linatulinda kwenye mambo mengi sana. Yaani kama Mwenyezi Mungu huyu kaumba hii dunia na kila siku anahakikisha jua linatoka kila siku, basi hiyo ni moja ya amri ya Mwenyezi Mungu kwamba kama jua linatoka kila siku, basi na wewe pia inabidi jua likupate kila siku. Ndio maana yake, bila hivyo utatengeneza matatizo mengi sana. Hata kipindi cha baridi likiingia jua likianza kupoteaga, watu wanaumwaga kipindi cha baridi jua likianza kupotea au mvua zikiwa nyingi, watu wengi wanapata mafua, matatizo ya kifua. Watu wengi explanation yao, maelezo yao, hata madaktari maelezo yao wanasema baridi ndio linaleta mafua na kifua. Kumbe kipindi cha baridi cha jua lionekani, wale watu ambao wakati wa kipindi cha jua ulikuwa ulipati jua, afu kwanza una asma na kifua, afu kipindi cha joto ulikuwa ulipati jua. Kwa jua linapotea unaingia katika kipindi cha baridi, kwa sababu ya mapungufu ya vitamin D yanakuwa makubwa mwilini, ndipo yanakupelekea wewe kubanwa na pumu na kupelekea kupata matatizo ya kifua, kwa sababu madini ya vitamin D pia yanahusika pia katika mfumo wa hewa. Chanzo cha mvua kuja na watu wanapata vifua na kuumwa sana, kubanwa na kifua, sio kwa sababu ya baridi, ni kwa sababu wewe ukipata mapungufu au upata vitamin D na muda huo unakuwa uwezo kulipata jua vitamin D la kutosha. Ngoja nikuulize ndugu yangu, wewe je, kuwa umeshinda ndani sana, unaumwa muda mrefu sana, unakaa ndani, afu ghafla ukatoka nje juani hivi ukajisikia kama vile kama nguvu zinarudi hivi, unaona kama vile mwili unaanza hii vitamin D ndio inasaidia katika kinga ya mwili. Ukiangalia vizuri, sisi wote tunavaa nguo, kwa jua litakiwa tupate hadi humu ndani. Na ndio maana ukiwa unavaa nguo, ukivua nguo, ukajiangalia rangi yako ya mwili kuanzia hapa kwenda ndani ya mwili, rangi yako ni tofauti compare na uso. Kwa sababu rangi iliyoko ndani ya uso na mikononi ndio rangi ambayo itakiwa iwe ndani ya mwili. Ila watu wakijiona ndani weupe wanang'aa zaidi, wanahisi huko ndo rangi nzuri, alafu wanaona hii ndo rangi mbaya tulipigwa na jua. Wewe, yaani hii ni ishara ya mapungufu ya vitamin D. Yaani jua ifiki huku ndani kama kuna ngozi huku. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanatembea uchi.
Sisemi watu watembee uchi, nakwambia tu jua ni muhimu, na ndio maana walikuwa wanaishi miaka mingi, walikuwa wanatembea peku muda wote, walikuwa wanatembea uchi kabisa, jua linawapiga muda wote, kwa kinga ya mwili ilikuwa juu, ndio maana kulikuwa hamna hospitali wala madaktari, ndio maana watu walikuwa wanaishi miaka mingi. Nitagusia zaidi topic ya vitamin D kwa sababu vitamin D inasaidia katika magonjwa mengi sana, sio tu mgongo. Ila kwa mgongo turudi pale pale. Kama nimeambiwa jua la mchana, kwa ukilikosa jua la asubuhi na vitamin D, la mchana na vitamin D, la jioni na vitamin D. Ukilikosa la asubuhi unaweza kula la mchana, na la mchana najitahidi ukae eza dakika 30 au dakika 45 ukiweza. Umeona? Na vitamin D ni vitamini ambayo ikiingia ndani ya mwili inakaa kwenye mafuta, yani ni fat soluble. Kwa hiyo inakaa muda mrefu sana. Ndio maana nakushauri ukikaa leo jioni, kesho usikae, kesho kutwa kaa. Ndani ya siku 7-5 utaona tatizo lako la mgongo lina 5 hata siku 3 utaona kabisa tatizo lako la mgongo linaacha kabisa, maumivu ya mgongo yanaacha kabisa. Ukiwa unafanya hivyo. Anyway, jichunguze kama unakaa sana ndani ya nyumba, ukitoka njiani ulipate jua, ukianza kufanya hivyo kupata jua kwa siku, utaona kabisa tatizo lako la mgongo linapotea bila dawa yoyote, bila hata daktari yeyote. Kwa kunisikiliza tu mimi Dr. Chris ambaye ni mtumishi wa afya kwa ajili ya kusaidia jamii. Na ndio maana hata vitamin D ikipungua ndani ya mwili kwa watoto wanakutaga wanapata matege. Chanzo kikubwa cha watoto kupata matege ni vitamin D. Na hata kama ulipata jua vizuri maisha yako wewe unalikimbia jua sana ofisini, nje, ndani ya gari, kuna wazee fulani ambao unakuta wao wanawahi kupinda mgongo mapema, ila kuna wazee wengine wanachelewa sana, wamenyoka. Ukiwa ujanani wako wewe, ujana wako sana, umekuwa ukiliepuka jua sana, unashinda ndani, unaona kishua ni jua unaliona baya, litakuchoma, unataka wewe mweupe dada yangu. Tambua kwamba kwenye kuzeeka wewe utakuwa ni wa kwanza sana kupinda mgongo hivi. Uzeeni utakuwa kwanza kupinda mgongo. Mwenzako ambaye maisha yake yeye alikuwa anapata jua atachelewa kweli kupinda mgongo. Atasimama nikata maisha yake yote akafa mpaka anazeeka, mpaka anakuwa mtu mzima amenyoka hivi. Ile usipopata jua uzeeni kwako na kwa wewe wa kwanza sana kupinda mgongo na kupata matatizo ya mifupa na kadhalika. Kwa sababu vitamin D inahitajika kwa wingi sana ndani ya mwili. Kwa hiyo tujitahidi kwa siku tukae juani dakika 30 mpaka 45, na ukaa dakika 30 mpaka dakika 45 juani unapata kipimo cha vitamin D. Tunatumia IUs, international units, IUs au international units. International, I ni international, U ni units, international. Nadhani mnaelewa international. U inasimamia units. Kwa hiyo ukikaa dakika 30 mpaka 45 unapata 10,000 10,000 IUs juani. IUs. Na hichi ndio inatakiwa kwa siku ukipate. Hivi ni kipimo ni sasa na 10,000 IUs, kipimo maalum ambacho inaendana sasa na dakika 30 mpaka 45 ukaa juani. Na hili ndio kiwango cha juu ambacho unahitaji kiingie kwa ajili ya kuweka kinga ya mwili kuwa sawa ndani ya mwili. Kwa hiyo ndugu zangu, amebahatika kufahamu chanzo namba narudia, chanzo namba 1 tena cha maumivu ya mgongo wa chini yoyote yale ni mapungufu ya vitamin D1 au D3, vitamin D3. Hii ndio active, hii ndio ambayo iko kazini, vitamin D ambayo iko kazini D3. Kuna vitamin D2 nitaeleza, hiyo haina active. Follow video zangu, kuna vitu nitaeleza zaidi. Na wakati unazingatia vitamin D kupata jua, unakuwa una support mwili kwa kuongeza calcium na una support mwili pia kwa kuongeza madini ya magnesium. Sasa magnesium pia inahusika kutoa calcium kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna video zangu nimeelezea kuhusu madini yote yanayohusika kwenye mifupa na kutatua tatizo lako la mifupa. Ukifollow page zangu au namba ya simu hii hapo, ukipiga utakuja kliniki kwetu kwa msaada zaidi. Unaweza kupata hata vidonge vya calcium, vitamin D vipo pia. Kama una swali lolote naomba toa comment hapo chini, inaweza kuwa topic ijayo mbeleni. Na mimi naitwa Dr. Chris, mimi ni mtumishi wenu wa afya. Follow page yangu, follow account yangu ya YouTube, TikTok zote. Namba yangu ya simu hii hapo kwa msaada zaidi ndugu yangu. Najua ndugu zangu, vijana wenzangu pamoja na ndugu zangu tumewafollow wasanii, watu ambao hawatuchangii chochote kwenye maisha yetu, hawatupi maarifa yote wala tusaidii lolote. Tumewafollow wengi sana hao watu. Umeona?
Lakini ukifollow page yangu, tutaokoa maisha yetu, ya kwako na familia zetu pamoja. Hii elimu tutaipasi kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Nipo kwa ajili ya kusaidia jamii, na kwa mtu anahitaji msaada zaidi unaweza kufika Ubungo Plaza floor ya kwanza au kapiga namba ya simu hii. Mimi naitwa Dr. Chris, ni mtumishi wa watu kwenye afya chini ya Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi wote kwenye mazito. Asante sana. Amina, amina.